Ni mwanadada mwenye mwili mdogo, miaka michache, lakini anapiga miles za kutosha. Nimeanza udereva nikiwa na miaka 17. Umri, mwili, mwaka sio kikwazo katika kukimbilia ndoto zako. Ni mimi mwenyewe kwanza nilijiamini kwamba mimi sasa hivi naweza nikaingia barabarani. Kwa hiyo safari yako ilikuwaje katika kuanza hiyo kazi ya kwanza kabisa? Nilienda Kongo, nikapigwa na wanajeshi wa Kongo. Changamoto gani kubwa unayokutana nayo? Mwili. Na vipi ukapata mume akakwambia sitaki kwenda kazini? Hapana, itabidi aniache. Unamwona Melissa wapi miaka 5 au 3 mbele? Nahisi kuna vitu vingi nitavibadilisha. Maana nina dream ya kumwendesha rais. Welcome to Samuel Automotives. Umri, mwili, mwaka sio kikwazo katika kukimbilia ndoto zako. Leo ndani ya Samuel Podcast niko na dereva mtoto. Ni mwanadada mwenye mwili mdogo, miaka michache, lakini anapiga miles za kutosha. Madam, karibu Samuel Podcast. Asante. Unaweza kutuambia kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Marcelina Joseph Anton Marengo. Ndio. Ni dereva. Dereva. Ni binti dereva. Ndio, binti dereva. Na Melissa, safari yako ya udereva mpaka kufikia leo imechukua muda gani? Yaani una uzoefu wa muda gani kwenye safari yako ya udereva? Nina uzoefu wa miaka 5.5. Miaka 5.5. Kutokana na namba ya umri wako, miaka 5, kana kwamba ulianza udereva ukiwa na miaka mingapi? Nimeanza udereva nikiwa na miaka 17. Miaka 17 dereva, unakanyaga kabisa gia. Na nani wewe aliamini kwamba wewe unaweza kuwa dereva? Ni mimi mwenyewe kwanza nilijiamini kwamba mimi sasa hivi naweza nikaingia barabarani, mimi ni dereva. Na hata nilipoenda kuomba kazi napo ilikuwa ni kikwazo kidogo. Ndio. Lakini wakaniamini kwamba tumwache aende kwanza tumuone trip ya kwanza. Na trip ya kwanza ilikuwa kutoka wapi kwenda wapi? Trip ya kwanza nilikuwa ni hapa mjini. Nilikuwa nafanya kazi kwa China. Ofisi moja iko pale Mwingi, inaitwa Group 6. Nikapewaga icha ya matofali, ya kupakia matofali. Nikaambiwa nipeleke chuo cha ardhi kule juu. Kilikuwa kinajengwa. Nikapeleka haya matofali. Nikapeleka matofali nikaa na vijana wangu wawili wa kushusha na mimi mwenyewe watatu. Na wewe unatumika kushusha matofali? Na wewe ni dereva tu? Ukiwa tayari unashusha. Lakini ile nayo ila kushusha nayo inahesabika. Okay. Kwa hiyo safari yako ilikuwaje katika kuanza hiyo kazi ya kwanza kabisa? Safari yangu ya kwanza, yani siku ya kwanza naenda ndo nakabidhiwa gari. Bwana, ndo gari yako. Unatakiwa upakie, upeleke mzigo kwa mteja sehemu fulani. Utumbo ulichaza mcheza. Ni mage cha kwanza sikuamini. Nilifurahi, nikampigia babangu simu nyumbani. Kaambia mzee, nimepewa gari. Gari gani? Nikaambiwa Icha. Mzee cha kwanza kaniuliza tani ngapi? Nikaambia hii tani 2. Tani 2? Ananiambia tukua makini barabarani. Unaweza wewe ndio ukao umeweka umakini, lakini dereva pembeni yako asiweke umakini. Ni kweli. Nikamwambia basi sawa. Kwa siku natoa gari pale ofisini, kwanza watu wakaanza kuambia muangalie huyu atarudisha gari yetu. Uje madereva wengine wamekaa na niangalia. Cha kwanza nilikuwa ni mdogo. Mimi mwenyewe nilikuwa ni mwenyewe najijua kabisa ni mdogo na nikaa ni kifupi. Kwa nikanajiambia Mungu nitendee. Kwa sababu cha kwanza nilivunja sheria. Kwanza umri wangu nilikuwa ni mdogo. Kwa miaka yangu sikuruhusiwa kuendesha gari barabarani kabisa yani. Lakini nilijipa moyo, mimi ni dereva. Tayari natakapokuwa na huko. Kwa sababu nilishakuwa tayari. Na kazi ilikuja mbele yangu na ilibidi nifanye kwa muda huo. Kwa yani kwa muda huo nilibidi nifanye. Imetokea maana siwezi kujua baraka za Mungu zinaanzia wapi. Na ni kweli. Ikabidi nianze kufanya. Nimeenda trip ya kwanza.
imerudi, trip ya pili imerudi, trip ya tatu imerudi, trip ya 4 nimeenda, Mungu kanisaidia. Siku ya kwanza nimemaliza, siku ya pili, siku ya tatu. Nakumbuka Jumapili ilikuwa mida kama saa 7 ndo namalizia kazi. Nikajambia nipige trip hii moja ya mwisho. Wazangu wakaniambia tusiende bwana, mimi nikamwambia twendeni. Hii trip moja ya mwisho. Nikamwambia unajua Jumapili hela inakuwa inaongezeka dabo kwa China, maana yake hela zinakuwa Jumapili hela zinajidabu. Afu kila lisaa inakuwa hela nayo inaongezeka. Twendeni. Afu kesho si mnajua ndo tunalipa mshamaki, tulikuwa tunalipa kwa wiki. Twendeni leo tukimbize, tujitahidi hata tukimbize Jumapili leo, maana kila siku tunakimbizaga trip 9, trip 8. Kamera tujitahidi tukimbize hata trip 10, 12. Afu leo barabara imenyooka, magari hamna, tuondokeni. Sawa. Kweli. Na wewe ndio ulikuwa pale motisha. Nikapampu wenzangu kweli, tukapakia. Kupakia bosi akatuambia, "Na nini imeisha lakini ni muda." Nikamwambia, "Hii ya mwisho." Sasa kila ninapozidi kutembea, gari langu naona kama kuna emergency vinatokea. Nikamwambia wenzangu, "Breki zinasumbua. Twende mbele bado tukaadjust, tuendelee na safari." Nakumbuka tulikuwa Science, tumefika Science. Kwa Science pale nikapaki gari pembeni, kaadjust breki, nimeadjust breki, tukaanza safari. Tuanza safari naona breki nazo bado zinaendelea kusumbua. Nikamwambia zangu tuite fundi ama twende, tukirudi tutafanya hii issue. Akaniambia twende, tukirudi tutafanya. Maana tulikuwa tunapeleka hii kambi ya jeshi iliyokuwa hapa Lugalo. Kutoka mjini huko. Hapa Upanga au? Pale Upanga pale. Ndio kwa tunapeleka pale. Sasa tumefika na karibia na kilima cha Victoria makumbusho pale. Ile njia panda ambayo inaelekea huko Mwananyamala, inanyoosha nenda Moroko. Nikaambia zangu, jamani breki hamna. Na tunaenda kushuka kilima. Kila mmoja ajishikilie. Kila mtu ajishikilie. Na tumepakia tofali, najua tofali za Mchina inchi 6 ni inchi 6 kweli. Nikaambia jamani breki hamna. Wakaniambia kwa tunafanya, nikamwambia ndio tunaenda kushuka hivi. Tutajua. Aiza tukikuta mataa pale. Maana kila nikikanyaga hamna kitu. Nikamwambia tukikuta mataa tunatembea huko tunaongea, tukikuta mataa tunakunja hivi. Tuna mataa huko kama amesimama tunajitahidi tukunje. Twende Landili Mwananyamala ama itakavyokuwa ni vyovyote. Maana pale ndo barabara ilikuwa inatengenezwa 2000 na ngapi, 2020 COVID bistu vile vikibistoni zile zilikuwa ni kubwa. Ama twende tukagonge zile kibistoni. Tunajua kabisa hatuwezi kusimama, gari lazima matabinuko yani ni mkubwa kwa gari lazima iruke. Au tutajua mbele ya safari. Selina usonge hivyo, nikamwambia breki hamna, sasa tufanyeje? Tuligonge hapa, nikamwambia tuingie kule kwenye ile umeme. Ni hasara nyingine tuondokeni. Kweli. Tukawa tunaenda. Tunaanza kushuka sasa kile kilima. Wamejishikilia, alafu sasa ile gari ilikuwa ina vitu vingi, yani ile ilikuwa ni mbovu. Nishote nilipoaga gari mbovu. Kwanza mvua yenyewe kinyeshaga hata weipa hamna. Ukimwambia bosi jana kwambia wewe nenda tu, kirudi tutengeneza. Kioo huko cha dereva kilikuwa hamna, kwa mlango wenyewe tukawa tunafanya kufunga sasa na belt. Na ndo gari lako la kwanza ilikuwa barabarani. Ndo gari langu kwa. Kwa nikipitia nilikuwa naingia kuendesha gari, napitia huko kwa abiria, kwa tandiboy naingia ndo naanza safari yangu. Aiza nipitie dirishani na kile kivuli changu. Tuondoke. Cheka kama mazuri lakini ni uzuri kwa kweli. Kwa tunaenda sasa ndio tushaanza kushuka kilima. Afu breki hamna, unajua gari inakuwa ni kama iko free. Ndio nimetia gia namba 1 kwa inakuwa inashuka. Kushuka nikamwambia jamani huko gari imeachia. Yaani nafika tunashuka, gari huku zimesimama, huku za Mwananyamala zinashuka. Ngasema nikamwambia tu Mungu hii inakuachia wewe. Yaani huyu wa huku alibidi tu asimame. Mimi nilishuka na ukali. Afu kulikuwa kwenye foleni. Tasubiri mataa.
gari ya kwanza, gari ya pili, gari ya tatu, gari ya nne, gari ya tano, gari ya sita. Gari za mbele zikasimama. Kwa hiyo tukawa tumegonga gari 6. 5 mbele, nyuma ya kwangu ya 6. Afu ile gari ya mbele kulikuwa kuna watoto Waarabu, kwa hiyo kuna watoto, familia ni kijumla. Afu sasa ilikuwa Jumapili, na ile gari ya mbele tena walikuwa kuna familia tena imetoka kwenye sherehe. Gari ya mbele ilikuwa na askari. Sasa mimi sikuwaza zile gari mbili. Ulimwaza yule askari? Niliwaza ile gari ya serikali. Kimekulampa. Bora hizi nitajua cha kuongea. Ikawaje? Ile Fortuna ya watu ni model ya serikali nalipaje? Sasa nilikaa kwanza. Nikushuka tena. Umri wangu ni mdogo, siruhusi kuingia barabarani. Nimeshuka, nimekaa, akili haipo. Yaani kila ninachowaza akili haipo. Nikiangalia hivi, wale watu wangu kushoto wameondoka, hawapo. Yaani gari vurulo wameshuka, wameondoka. Msala ni wako peke yako. Nilikaa, nilikuwa nasikia tu yaani, lakini hakuna mtu aliyeumia. Hakuna mtu alikuwa ameumia, lakini nilikuwa sielewi. Yaani kwanza nasikia tu makelele, watu nini. Yaani ndio ilikuwa ni ajali yangu ya kwanza. Yaani kwa mimi hapa nilikuwa naendesha gari. Maana kwenye ajali hivi nishapata ajali na madereva wangu, lakini hii ya kwangu mimi mwenyewe. Wewe ndo dereva mshika usukani. Sija kufeel nikiwa mwenyewe. Kwa ile ndio nafeel sasa ndo nipo mwenyewe. Na ukiangalia unaowategemea wote wameshakukaa. Nikanasikia tu askari anafungua mlango. Mlango wenyewe ufungue. Mlango ufunguke. Kwa sababu yani nikana ngangania hivi na ngangania mlango na usukuma. Yaani nilishasoka, nilifunga na belt. Ikabidi nitoke upande wa huko. Sasa mpaka yule askari akaana shangaa. Yaani kiasi kwamba yani gari yenyewe ni mbovu. Afu nashuka na niangalia ni mtoto. Kaiba gari ya baba yake. Watu walibidi sasa wanishangae. Akatoka yule mama na speed alinasa kofili moja. Pale akili ndo lirudi kwamba hii kumbe nipo kwenye ajali. Kumbe nishazingua. Ule mama alinipiga kofi, nikakaa chini. Kukaa chini yule askari akamshika, akamwambia hairuhusiwi kumpiga mtu. Hiyo imeshatokea hivi. Yeye mwenyewe hakujua ilichotokea. Yaani kabisa sasa askari awe upande wangu. Japo ni mimi mwenyewe ndio sana. Mimi mwenyewe sikuwa hamna mtu anayeombea ajali, najua. Ni kweli. Sikutegemea kupata ajali. Lakini yeye alishachukua sheria mkononi akamtia makofi. Lakini bora alikutia ukarudi kwenye akili zako. Lakini sasa haikuwa kwenye kisheria. Ikawaje? Akamwambia askari, akaniambia gari yako inaweza kuendesha? Nikamwambia hapana. Ikaitwa gari ya kuvuta pale, tukatuna avute gari yangu iko pembeni. Wengine wakauliza nilikuwa peke yangu, akaomba leseni yangu nikampa. Akiangalia leseni, akiangalia na mimi mwenyewe. Ni mimi. Akiangalia mwaka, akiniangalia na mimi. Ona mwaka kwenye leseni tofauti. Na mimi nilivyo tofauti. Akaniweka pembeni. Kuniweka pembeni, akaandika ajali, akachora pale, kamaliza. Kaambia twende pale Oysterbay Police. Ni wanasimanga na Oysterbay Police pale. Oysterbay Police pale tumekaa. Fika tu pale nikaambiwa vua vitu vyako hivyo. Kaviweka pembeni, viatu nini, wakaniweka ndani. Kwa mara ya kwanza unaingia seli. Kwa mara ya kwanza naingia. Kwa ajali hiyo ilitumikaje kuvunja karia yako na kukuvunja moyo kwenye kazi yako? Yaani au na yenyewe ilikuwa ni njia mojawapo ya wewe kuinuka zaidi? Yaani kwamba ilinijenga kwanza kiakili. Afu chingine ilinipa ujasiri. Afu na kwamba ilinifanya kwamba nijijue kwamba barabarani kuna ajali. Barabarani kuna, yani kitu chochote kinaweza kutokea barabarani kwa muda wowote na saa yote. Na ilinijenga kwamba nilipopewa gari nilikuwa nakimbia sana. Nikipewa gari hapa
dakika kadhaa za kwamba nimefika sehemu fulani. Ulikuwa natembea. Ni transporter. Kuna vitu baadhi vilinibadilisha. Cha kwanza nampigia mzee kwanza wakati nataka niingizwe ndani, kwa nilikuwa nalia. Naambiwa weka vitu vyako hapa, askari kanikazia macho. Kwa naogopa. Kutanaga na askari zamani nilikuwa naogopa. Kwa hata vile naingizwa polisi kwa mara ya kwanza. Nikamwambia naomba niongee na baba yangu. Nimeisha. Kuna askari wa kike kaniambia kwani sio mama? Nikamwambia naomba niongee na baba yangu. Akanipa simu. Kunipa simu nikampigia baba. Kaongea na baba, nikaongea na sister, kampigia baba nikaja. Niliongea na mzee kwa kwanza nikamwambia nimekamatwa niko polisi. Ndio alishtuka, unafanya nini? Mzee alikuwa kwenye safari zake. Nikamwambia nimepata ajali. Hujaumia? Nikamwambia sijaumia kokote, lakini kuna baadhi ya watu wameumia. Ni gari moja? Nikamwambia gari 6. Akaniambia mwanangu sina hela. Sina hela, tunalipaje? Nikamwambia ila gari zingine zina bima. Hata hii gari naendesha ina bima. Akaniambia nakuja. Pia simu kwanza nyumbani. Waje. Kapiga simu nyumbani, hamna aliyekuja. Umebaki peke yako. Nimebaki peke yangu. Sasa hapo nishamaliza kuongea na mzee, mimi nimeingia ndani. Nimekaa saa 8, saa 9, saa 10, saa 11, hamna mtu aliyekuja. Bila askari wa kike akaniuliza, "Wewe una ndugu kwani?" Nikamwambia nao. Akanipa simu, ongea na ndugu zako. Nimekariri namba ya sister na baba. Nikampigia sister, nikamwambia nimekupigia, nipo polisi hapa. Nilipo polisi hapa, na shida. Mbona sikoni ukitokea? Ananiambia mpigie baba. Nikampigia baba. Baba ananiambia mpigie dada yako. Nikamwambia yeye. Akaniambia basi nakuja mwenyewe. Kabidi aache gari aje nifuate. Kaja akamwita rafiki yake kwa mzee kufika pale saa 12. Kaongea nao. Kwanza kuongea nao nikampa kwa sababu ilikuwa Jumapili, akaniambia basi atalala mpaka kesho. Mtume. Atalala mpaka kesho. Nikaa sasa nawaza mimi sijai kulala huko. Inakuwaje? Baba achofanya akapiga simu kwa bosi. Akampigia bosi wangu. Akaambia kama huyu umwezi kumtoa, hii gari yako ina mzigo. Mimi nauza mzigo wako na kuja kuna mtoto wangu. Na kuachia gari yako. Bosi kaka akajifikiria. Maana mzee alishamwambia mtoto wangu hajafanya makusudi, ile gari yako nayo ni mbovu. Yaani sio ubovu tu. Yaani sio kwamba ni break. Yaani ni gari ambayo ni mbovu kuanzia, yaani gari nzima mtu kiangalia kama anaendesha mtoto kike ni sio haki kabisa. Sio gari. Na hajafanya makusudi. Kwa nini asipate ajali siku ya kwanza na kukabidhi gari yako? Hajapate leo. Wiki nzima kafanya kazi kwenye gari yako. Mimi naiuza. Kwa bosi akatuma mwakilishi wake. Kumtuma mwakilishi wake kafika kule. Mwakilishi wake naye mwenyewe akajaja vizuri. Amekuja na shari. Unajua kaja kama kashawaka yani. Kashakuja mume. Hiyo ni hilo kinasikia mwenye buchi anakuja. Wote kashakarudisha. Akamleta mwingine. Akamleta mwingine ndo akaja kiwakilishi. Kaja akaongea pale. Ndo ikabidi sasa ndo aanze sasa kunitolea jalada. Kunifungulia mimi kesi. Upate hata dhamana. Wakaja pale kaongea bosi mpaka saa 1. Ndo shaisha. Yaani kulala ilikuwa lazima ulale. Ndo mchina kaja kaongea naye pale, maana baba aliwaomba sana. Kaja akaomba akaniambia lazima faini alipe. Na ingebidi kabisa leseni yake afutiwe kwa sababu umri. Yaani ukimwangalia ni sawa leseni kapata nimemwekea hivi. Haipo kisheria, alafu chingine anaonekana kabisa ni mdogo. Kwamba msituambie kwamba huyu kakauka hapa. Nani bwana? Sijala tu vizuri. Huyu mdogo.
tugeni cheti chake. Mzee akasema sawa, ndio nakubali, ni mdogo, fine nitalipa. Kaambia sawa. Kisha kwa pale kesi kwa siku ile ikaishia pale kwamba mimi nitoke. Nikatoka, wakanisaidia. Askari wenyewe kwanza alinionea huruma. Hata mimi ningeonea huruma. Yaani hapa sasa hivi tunaweza tukasema ni mdogo. Unaweza kuvuta picha kwamba hiyo miaka 17 ulikuwa mdogo kiwango gani? Nilikuwa ni mdogo na ni mfupi. Yaani nilienda hapa mfupi tena kuongezeka. Na mwili hapa nimeongezeka. Nilikuwa nikembamba nikadoma. Kuna wazazi. Na babako aliamini nini ndani yako mpaka kukuruhusu na kukutafutia leseni ya wewe kuanza udereva? Kipindi naendesha gari yake. Kuna siku ndo nilimshangaza. Na pia babangu mdogo naye nilimshangaza. Kwa sababu kipindi naendesha gari ya mzee. Kwa hiyo gari ulianza kujifunzia kwenye gari la mzee? La baba. Nilipotoka hapo nikaa naendesha gari ya babangu mdogo. Nikaenda ofisini kwa babangu mdogo na ndo sehemu ambapo nilipopatia kazi. Kwa ukienda kuwasalimia wewe unachukua mchuma, mama unaruka nao. Na kule chini ulikuwa unafikiaje? Au sio mbali? Kiti nilikuwa nakisogeza. Ukisogeza mbele unafikia kule chini. Kiti mbele nafikia. Kwa hiyo ni kitu ulikipenda kuanzia unaanza kukua. Ni kitu ambacho nilikipenda. Yaani hata kesho kishokutwa mimi ukinikuta barabarani muda wote nipo na furaha. Kwa sababu unapenda kuchaguliwa. Napenda kazi yangu. Mara nyingi naipenda. Yaani sijui nisemeje, kwa mtu akija akiniuliza kitu gani ninachopenda, mimi naweza kukwambia naipenda kazi yangu. Sana. How are the bus driver? Sana. Kwa hiyo katika zile ndoto ambao watoto wengi wakiwa wanakuwa unakuta ukimuuliza unataka kuwa nani? Daktari, nesi, sijui rubani. Wewe hizo hazikuwepo kabisa? Mimi zamani mtu alikuwa akiniuliza unataka kuwa nani? Nakuwa mwanajeshi, lakini dereva. Ni mwanajeshi lakini ni dereva jeshini. Na nishaki kuendaka kuombaga maombi ya kazi ya jeshini. Kuna vitu baadhi vitu vyangu havikukaa sawa. Kwa hiyo nivunja moyo tena nikarudi. Nilivyorudi nikaambia baba, huku tumefeli. Narudi huku nitatoboa. Iwe isiwe huku natoboa. Ni nini kinakupa ujasiri kwenye kazi hii? Napenda tu, yani napenda sana yani kiupo kinanipa motisha nikiona gatu barabarani. Naendesha magari. Unasikia raha? Nikuta namwambia babangu, ipo siku na mimi nitakaa. Ipo siku sio leo wala kesho, lakini na mimi nitakaa. Kwa baba akaniambia sawa. Sasa nikikutaga watoto kike, kuna mdada mmoja anafanya kazi. Alikuwa anafanya kazi wapi? Bravo. Anaitwa Jackie. Ni mwembamba hivi mfupi kiasi fulani hivi mweupe. Sijajua kama bado yupo Bravo. Kuna siku nilikuwa nimeenda bandarini. Nikamwangalia. Unajua mimi nimejifunza magari kwenye vipisi. Kwa kwenye semi hivi ni utundu wangu tu mwenyewe. Nikamwangaliaga. Najua ipo siku na mimi nitakuwa kama wewe. Ipo siku. Kwa hiyo nikiendaga na wenzangu hivi kushusha mzigo hivi. Nilipoachana na gari ile ya matofali, nikani bosi wangu alinifukuza kazi. Aliponifukuza kazi, kuna gari zikaja tena pale. Zilipokuja gari za zege, madereva hamna. Ikabidi na mimi niitwe nije nikape nafasi pale. Ukarudi kwa mchina wako yule. Kwa siku ambayo naenda na nilio huku Kulasini, nikakutana na yule dada. Nikamwambia rafiki yangu wakati tunashusha. Maana tulikuwa tunashusha ECD moja pale, ipo karibia na ofisi za Bravo. Alafu hapo kuna testi, watu wanafanya testi magari. Kuna mdada sasa kaingia na gari, nikamwambia rafiki yangu nikamwambia kitu. Ipo siku nitakuja kuwa kama yule. Na sasa hivi unajiona wapi kuwa kama hao uliokuwa unawatazamia? Ushawafikia au ushawapita? Na nishafika na nishapita. Umekuwa zaidi yao? Nishakuwa zaidi yao. Hongera sana. Nimependa ujasiri wako katika kujiamini barabarani. Katika kila tasnia hapakosi changamoto. Ni changamoto gani kubwa unayokutana nayo katika safari zako nyingi? Changamoto yangu kubwa ni changamoto yangu ambayo nilioenda Kongo.
nikapigwa na wanajeshi wa Kongo. Mama, ndugu yangu, wewe na maskari mna shida gani? Yaani hata sielewi mimi na maskari na shida gani. Ilikuwaje mpaka wakakupiga? Nakumbuka siku hiyo nilikuwa day 1 naingia nchi ya Kongo. Umeona? Na kabla sijaenda Kongo mimi nilikopo mtu akiniambia sana twende transit. Tafuta gari ya transit, naambia mimi na vipisi. Wewe vipisi tu. Mimi na vipisi na mimi nitaendesha magari ya zege mpaka basi. Kwa nikapata changamoto ya leseni. Leseni yangu ikaja ikaisha, alafu hela nikaa sina. Kwa na kakangu mmoja alinitafuta, ni Mungu tu, sikio nimekaa tu nyumbani. Nishaenda kuomba kazi kwenye makampuni makubwa mwili na ukawa tatizo. Kwa nimekaa, kaniambia dogo vipi? Nikamwambia mimi niko nyumbani tu sielewi. Akaniambia kuna kazi. Kaambia kuna kazi? Akaniambia kaambia uko wapi? Nikaambia mimi niko hapa Ubungo, maeneo Riverside. Akanitumia 2,500. Hiyo nauli, yani kunipa moyo kwamba nyanyuka. Kweli nikafunga mizigo yangu, nikasema kweli mimi leo nasafiri. Nikampigia babangu simu kwanza. Kaambia mzee, mimi nasafiri usiku. Nikaambia umepata gari wapi? Maana nilikuwa nimekaa tu nyumbani. Nikaambia nimepata kazi. Kazi wapi? Nikaambia naenda Kongo. Wewe? Nikaniambia uje kwenda kwenye utandikili wako, uje kwenda kwenye masuala yako ya kazi. Unaenda kufanya nini? Nikaambia naenda, umepakia Luskago ama container? Nikaambia nina container. Akaniambia kuwa makini. Basi. Hajataka hata kukatisha tamaa. Naambia kuwa makini. Akaniambia simu ni zile. Kwamba usiku ukiwa unatembea maana nakujua wewe. Loki milango yako. Kaambia sawa. Kwa nikatoka mwenyewe. Na ulipofika kwa mwenye gari akakuona, tayari kasha kutumia nauli na upo on the field. Alipokuona reaction yake ya kwanza ilikuwaje? Kwanza nilimtumia leseni yangu. Kumtumia leseni akana niangalia. Kaangalia sasa subiri nimuone akija. Maana kaangalia leseni mwaka ni mdogo. Akaja akaangalia, tumefika pale Morogoro akaniangalia, akaniambia naendesha gari yako. Sasa nilikutana na msaidizi. Yaani bosi wangu wa Tanzania, maana gari nilienda kuchukua ni ya Kiburundi. Okay. Ni msaidizi yani wa bosi. Wa bosi. Kwa hiyo yule mtukaji tu. Yani wale yani tuseme kama ameingia ubia ni Mtanzania na Mburundi. Kwamba mfanyie kazi, akishamfanyia kazi, yani walishakubaliana makubaliano. Kwa mimi ikabidi nimefika pale akaniambia nionyeshe gari. Kaambia ndio nilipa namba zako. Kaambia leseni yangu sasa nikutumie. Akaniambia na passport, nikamuonyesha. Akaniambia twende. Mkasafiri naye. Yeye yuko mbele, mimi niko nyuma. Kuna gari karibia 6 tunaongozana. Tumefika Tunduma. Mungu akanijalia kweli nikafika Tunduma. Kavuka boda. Ndio naanza sasa kuingia nchi ya Zambia kwa mara ya kwanza. Zambia unaiona? Kwa mara ya kwanza. Nikaanza sheria za barabarani kama kawaida. Kwenye 60, kwenye 80, kwenye 120. Kwa wenzetu kuna hadi 120. Wanaruhusu kutembea. Wanaruhusu kutembea. Kwa nikavuka boda ya Zambia, naingia boda ya Kongo. Ukawa unajisikiaje wewe mwenyewe pale? Naingia boda ya Kongo. Nasema yes. Kwa maana kwanza niingia Kongo. Geti la Kongo. Nijisikia furaha ya kwanza. Nikamwambia Mungu, manake safari ni hatua. Nikamwambia Mungu, nikikutana changamoto zozote, wewe ndio umeamua, sio kwa mipango yangu. Mara nyingi mimi napenda kumtanguliza Mungu kwenye kazi zangu. Na hilo ni jambo la heri sana. Kweli kuingia tu mchakato nikakutana na mtu wa kwanza akaniambia Kongo ni Bulaya. Yaani Mkongo ndo ananiambia hivyo. Kongo ni Bulaya. Kongo ni hela. Kama una hela sio unaingia Kongo. Kwa sababu aliniambia kitu nikamwambia mimi hela sina.
Akaniambia ila Kongo kiingia, wewe unaonekana ndo mgeni wewe kwa maana ya kwanza huko. Wageni wanajulikana. Kongo ni hela. Hapo nina gari ya Burundi. Left hand. Yaani mimi mwenyewe nikijangalia ambiaga mtoto wa kike wa kwanza Tanzania anaendesha left hand ni mdogo. Sawa ndio kuna dada anaendesha, lakini ni binti wa kwanza mdogo anaendesha left hand. Kwa maua yako. Kwa nikatoka kaingia sehemu moja inaitwa Whisky, tukatoka tukaenda sehemu moja inaitwa Lubumbashi nimetoka. Hapo sasa ndo najiambia kwamba unaenda sehemu huko unaitwa Kolwezi, shamba huko maporini. Mimi niliambiwa naenda Kolwezi, lakini ile trip sikuishia Kolwezi. Nilienda mpaka wa Angola, karibia na Angola kule. Kwa ndo sehemu ambapo nilipoenda kushusha huo mzigo. Kwa wakati naenda kuna wenzangu alikuwa mbele, mimi nilikuwa nyuma. Tumeenda mimi nika overtake, nikakaa mbele. Kumbe unatangulia njiani kama unapajua unapoenda. Kumbe unapoenda. Tumeenda. Kwa kila ninapoenda napigia zangu. Wale ambao washaenda niko sehemu fulani. Napita hapo ananiambia. Ukifika sehemu napiga video call, pita sehemu fulani. Sasa hiyo sehemu nakwambia siku ya kufanyani miti yote utateleza. Hiyo sehemu niko mbele, wenzangu wako nyuma. Napigia watu hapokei simu. Yaani wale watu ambao wote najua ni kwamba waliniambia ukifika Kongo kila sehemu unaofika tuambie. Kila maana namshukuru Mungu watu ambao nilipata, yani madada ambao nimewapata ambao washanitangulia kwenye karia ya udereva ni wananipenda na wananikubali na mimi nawakubali. Kwa siku naambia nenda Kongo, akaniambia ukiingia Kongo tu, sio Zambia, Kongo. Chochote, yani popote utakapokanyaga, chochote utachotaka kufanya, wewe tuambie, tutakuelekeza. Hata kwenye upande wa hela, unataka kuchange hela, niambie mimi nitakuelekeza. Kwa hiyo nikapata mwanya. Yaani wakajua kabisa huyu mdogo wangu kichwa chake chenyewe tia maji. Kwa siku na hiyo muda napiga simu zote hazishiki. Sasa kuna sehemu moja ni kwa bypass. Yaani bypass ya kuelekea peaja 80 hiyo unaenda mjini Likasi. Mimi pale nikapitiliza. Nikanasikia filimbi. Kuna geti la maaskari, mimi nikawaosha. Mako aliniambia ukikuta askari waoshe, wewe pita. Kwa mimi nikapita bila hata kuuliza. Yaani sasa wewe unataka kwenda kulia au kushoto au ukanyosha? Mimi nitakuwa niingie kushoto. Mimi ningeenda na kanyosha zangu kulia. Mimi nitakuwa niingie kulia, mimi nikanyosha zangu na barabara. Fika kanyosha na barabara, nikapigwa filimbi. Sasa kuna fuso ilikuwa inakuja huko ya Kongo. Kaa tukamekaa hivi, akaniambia ile baba ilikuwa ni pana. Tutaki kwenda huko. Umeona pale kwenye sheli? Wewe nyosha zako, nenda hivi. Kwenye zile gari ziliposimama pale, lori nyingi zilizosimama ndio nataka uende kule. Mimi nikaambia sasa, kumbuka mimi naendesha left hand. Vya huku mimi sivioni. Umeona? Kwa naona tu upande wangu. Kwa wakati nataka nikunje kona, ikabidi kwanza niangalie hamna mtu. Nataka ni utani pale. Barabara ilikuwa ni kubwa, kwamba nazunguka tu. Kwa muda ambao nazunguka, sasa kwa mbele kama kuna kidauni, gari zinapandisha, ziko zinapandisha uzioni. Kwa mimi nikajiona niko salama kwa muda huo. Na kunja kona, kumbe kuna gari za serikali zinatoka huko chini. Zipo kwenye msafara. Hazina ving'ola. Kwamba kujua kwamba huko kuna gari zinakuja ving'ola, mimi inabidi nisubiri kwa sababu gari inaangalia kule chini bondeni. Kwa hiyo inabidi nisubiri. Kwa gari hamna ving'ola, hamna nini. Mimi nakunja kona. Nishakunja zangu kona na malizia nakuta gari sasa ndio moja imenipita kabisa, nichungulia hivi. Nachungulia ndo nakuta gari ya kwanza, ya pili, zikapita kama gari kama 5. Nikajua nishamaliza. Inabidi nikunje tena. Maana nilikaa mna gari nikakunja. Nakunja nasikia honi nyuma yangu. Bibi, inabidi ninyooshe vizuri tu gari niwaache wamalizie kupita. Mimi muda nasubiria pite, sasa gari shakaa sawa, naangalia kule chini. Kwa sababu nikuja gari kama 3. Gari kama 3 zikanyoosha, zikaja kwa upande wangu. Zimekuzuia. Asa mimi nikana angalia, vipi? Na wale askari wa kule
wakawa wamesimama wananiangalia hivi. Wale waliowaosha mara kwanza. Wakawa wananiangalia Wakongo. Wakatoka kabisa, wao walishajua kinachoenda kufanyika. Sasa mimi muda huo mimi sijui, naona watu wameshashuka wanakoki bastola zao. Nikamwambia ule mda, nikamwambia Mungu, kuja fia Kongo hapa, nakuja kufia huku au safari ya kwanza ndio ndio ingia Kongo, nakuja kufia huku. Karibu Kongo nito. Kwanza machozi yakaanza kutoka hapo hapo. Unajua watu wamefungua gari 3 zimepaki kwa ajili yako. 3 afu watu wameshuka, afu wana bastola, washashusha, wengine mapolisi, wengine wanajeshi washashusha, wale wamechukua ile bastola zao wameshusha, washaanza kukopa. Na hapo kwenye gari uko wewe mwenyewe tu? Niko mwenyewe. Wanakufuata. Cha kwanza kaangalia milango yangu nimeloki. Kaloki tena kwa mara ya pili, ushahidi. Si niliambiwa nusu mlingoti? Mimi nikapandisha hadi juu. Yaani kwamba hapa hamna kushuka. Wakaniambia shuka. Shoferi, shuka. Mimi muda huo sishuki, naangalia, tunalia, naomba Mungu muda huo. Na unazidi kuatia sasa. Wakame kuja kule upande wangu. Wakawa wameshaona kama wanaendesha left hand, afu ni hakika wakana kuja huko. Yule mmoja akamfuta mwenzie shati, akashuka hivi chini. Akapanda yeye. Akapiga kwenye seti milango kule nyuma. Kuniogopesha. Yaani kile kitako cha bunduki amepiga kule. Wakaniambia shuka. Sasa ile wakati mimi sasa ndo nasema Mungu acha nishuke. Naona mmoja sasa ndo anataka kuja kupanda kwenye kioo hapa, sio kioo. Nikaambia nashuka. Hapa nashuka. Yaani ile naona washasikia kabisa kitasa kinafunguliwa. Wakawahi kufuta mlango. Ile wavuta mlango akanivuta na mimi sasa. Hapo mbwa nimevaa pensi na t-shirt langu tu mwenyewe likubwa niko barabarani sasa. Wakanivuta. Kunivuta nikadondoka chini kwenye changala. Kadondokea magoti. Kwa hiyo nina alama kama nimechunika. Kwa hiyo kudondokea chini, yani ile nanyanyuka tu hivi nigeuze hivi sura. Kikakutana na bwana iwe kibao. Ngumi au kakutana ngumi ya uso. Vimbaga huko. Kutana ngumi ya uso. Sijaomba msamaha, nataka nyanyue mdomo, makofi. Sio mtu mmoja. Rundo la watu. Kama mwizi. Kama 4. Mmoja shakupigwa kama mwizi. Afu kibaya cha zaidi napigwa. Una nguvu ya kujitetea? Sina nguvu ya kujitetea. Pale nilipokuepo kuna madereva wa kampuni fulani, siwezi kuwataja, walikuwa wamekaa wananiangalia. Hawakusaidiwa nini? Wamekaa muda. Yaani siku ile, yani hata mwenyewe nikikumbuka, yani kuna kitu yani kama natamani, kuna muda kama natamani kulia, unaelewa? Joshua tugie tishu. Sasa zimeshashikwa. Yani kilichokuwa kinaniuma zaidi, kwa nini wale wakae wenyewe, mimi napigwa alafu wasinisaidie? Hata kama ilikuwa nchi nyingine, kwa nini wasinisaidie? Unaelewa? Sasa ukinikumbuka wale ni wanajeshi, ndugu yangu. Hata kama mimi wa kike. Mbona wale ni wanajeshi, ndugu yangu? Unaweza ukaingilia kikakulamba na wewe. Wamekaa wananiangalia, unajua? Wanakaa wananiangalia, mdomo napigwa. Walikuwa nichesaidi na wafu wananipiga mateke ya tumbo, kwenye mbavu, mikofi, afu karibia 4-5. Nilipigwa kama nusu saa nzima. Kama mwizi. Unajua maana kama mwizi? Walijua kunikumuta siku ile. Walinipiga, wale mapolisi sasa ikabidi waje. Umeona? Wanakuja sasa wanakuja huko wanakimbia. Maana ibidi sasa naomba msaada. Yaani nilikuwa nalia naomba msaada mpaka sauti imekata. Yaani kwamba mimi nilijua ni hapa mimi nafia hapa. Yaani wanachodai kwamba mimi nilikuwa nataka nimuue yule safara. Yule askari yule kiongozi wao alikuwa kwenye gari. Na mimi nilikuwa sina hata mdo na sijui. Maskini. Huo muda
kaa kwanza, wamenizunguka, nikaa nimekaa hivi naangalia, yani sioni mbele yani. Wale maskari wakaja wakana Suzana yenyewe kwa yenyewe. Akashuka kiongozi wao mmoja, anakuja hivi anatembea hivi huku anafuta fegi, akanifuata akananiongelesha Kikongo, mimi simuelewi, namwangalia. Akaniambia siku nyingine ukija huku kuwa makini. Alafu sasa mtu anaongea na kuvutia sigara, yani anavuta sigara alafu anakupelekea moshi wewe mwenyewe usoni. Umeelewa? Wakanyanyuka wakatoka. Kuna mama polisi pale akaniambia, mwanangu pole, ingia kwenye gari, washa gari, usije wakaniambia usije unaongea nye Kikongo kwamba usije ukashindwa kubulula motoka, sio kuendesha gari. Okay. Kwa mimi nikanya tele nguvu ya kupanda kwenye gari sina. Ni mkongoto uliochezea sio mchezo. Nimekaa kwanza, nilipiga kelele moja hiyo. Nililia siku ile. Nacheka kama mazuri. Nililia. Nikaa kila nikijitahidi kusimama nashindwa kwa sababu walikuwa wananipiga na vile miguuni. Nikasimama, kila najitahidi kusimama, nikaoka najikokota, nashikilia tairi ya gari pale. Nikashikilia zile ngazi kondo, nikapanda kwenye gari. Kile kikanyaga clutch, miguu inaniuma. Nikakaa kama robo saa tena nzima pale, kama lisali zima nimekaa. Kanywa kunywa maji. Sasa huo muda sasa simu sasa ndo zinaita. Inakata huyu niingia huyu, inakata huku niingia huku. Baada ya tukio kuisha, nikanapokea sasa simu za watu. Vipi? Kanapokea video call, naambia amenipiga. Umepigwa na kina nani? Kuna mdada mmoja anaitwa Najma, dada wako. Mara nyingi ndo ananielekeza, mdogo wangu fanya hiki anaendesha kampuni yake. Nikamwambia sister amenipiga. Huko nalia. Ananiambia pole mdogo wangu, sijaona simu zako, nisamee bure. Yani ikabidi sasa, yani akaa anajiona kama yeye ndo mkosefu sababisha kwa sababu kupokea. Nikamwambia sister hamna, imetokea. Akaniambia hamna. Naona ni kama mimi ndo nimekosea. Nikamwambia sister hamna, ndo ishatokea. Nikampigia baba muda huo akaja patikana. Yabidi niendeshe gari, wale madereva kananiambia sasa nikanapita hivi niende nikapaki pembeni, wananiambia wewe nenda tunyoosha, usikae tena kwenye foleni. Yani kuna kitu kilikaa hapa nitamani watukane. Yani wanakuonea huruma baada ya kupigwa. Yani mtu siniambia wewe nisikutane na wewe, mtu watu walijaa, wengine wakaa naitana kwenye magari yao mbele kule. Kuna mtu anapigwa kwa dereva kike. Wakawa wamejazana madereva kibao. Kwa mtu siniambie pole. Kilio kinaanza upya. Siniambie kwa hiyo ndio changamoto yangu kubwa. Yani kwamba nimekuja kujifunza kwamba nikiingia Kongo, yani kwamba mimi nikishani safari yangu kwamba nikiingia Zambia. Natia makini kwamba najijua kwamba katika nchi ya watu hamna kukosea. Na hamna ndugu. Yani kwamba nimekuja kujua ni kwamba ukiingia Kongo usizani utakuwa ni kwamba namuona dereva Tanzania pale, mimi nitakuwa natetewa. Lakini unajua sio kila binadamu ameumbiwa huruma. Sawa? Na kama hivyo huwezi jua. Wakike pia wanatumika kweli kuharibu au kuvamia au nini hivyo. Kama wao walisema kwamba wewe ulikuwa una mpango wa kuwaua dereva hao. Haijalishi kama ni wewe ungekuwa wa kike au wa kiume. Lakini kweli je, ukakuta mtu yuko kwenye mission yake hiyo na anapigwa. Kwa sababu gani? Mimi kuna rafiki yangu mmoja alishakumtetea mtu na ikasaidia. Yani hiyo wakati na naona na hiyo trip ya Kongo pia. Na naona baada mimi hapo nishapata kipondo changu. Nilikutana naye. Ilikuwa sehemu moja ya kulipia daraja. Ni $50. Pale kuna mshikaji mmoja alikuwa anapigwa na askari.
Akashuka kwenye gari, anafanya kazi ya kampuni ya backup. Akashuka kwenye gari, akamtetea, wakapigwa wote kipondo wote wawili. Sasa shida ndo kama hiyo. Sasa na hapo ndio alisimama bado alimtetea. Wakateteana pale. Sasa ndio amekumuta, ndio na wenyewe walimpiga yule, lakini walikaa kwenye mstari hivi, wakajua kwamba unajua kuna ile mtu anakuambia kweli madereva wa Tanzania wana umoja. Sio tu hata muone mwenzao wa Tanzania au mwenye gari ya nchi nyingine anapigwa usimtetee, hapana. Wana umoja, ni kama madereva wana umoja, kuna moja mbili. Ni kweli madereva mnapendana? Na inategemeana na roho ya mtu. Kuna mwingine unaweza kumkuta hapa kapata emergency, lakini mtu anamuosha tena, anampigia naoni kabisa. Pop. Pisha ni vipi? Ananyoka kamaliza. Sio kwamba umemwona mwenzio kapata na nili breakdown kwamba uende umuulize una shida gani. Yeye ndo akujibu bwana na wewe. Kuna mwingine tu anakuwa na shida na shida ndogo sana ambayo unaweza ukamsaidia sababu kampuni yake. Na katika hii safari yako ya wewe kwenye kazi ya udereva, sawa? Ni funzo gani kubwa zaidi kuachana na kipigo? Na kipigo nayo funzo hiyo. Uwe makini barabarani. Na funzo gani kubwa ambalo umepata ambalo linakupa chachu ya kuhitaji mafanikio zaidi kwenye tasnia hii? Kwanza uvumilivu. Yaani uvumilivu kwenye kazi inahitajika. Kwa sababu mimi nilianza kwenye upande wa semi, nilianza pagumu. Nilianza na kampuni ngumu. Mpaka ikabidi nikajambia kwenye hii kampuni naweza nisipate mafanikio. Kwa sababu ifika stage unaongea na tajiri anakujibu anavyotaka yeye. Naelewa? Yaani unaongea na tajiri anakujibu anavyotaka yeye. Ilifika stage mpaka nikajambia mimi naacha gari njiani. Unamwacha gari tajiri? Alifuate mwenyewe. Kwa nilikuwa najiona kabisa kwenye hii kampuni sitoendelea na sitopata mafanikio. Ndio. Kwa nikajipa uvumilivu, nikarudi na gari ya watu mpaka Tanzania. Nikajambia sawa, ndio bado sijakaa vizuri kwenye mafanikio yangu, bado sijawa vile ninavyotaka, lakini ninachojua cha kwanza, ukivumilia mbele ni kweupe. Najua ipo siku itakuja kunyooka. Kwenye hii karia yangu ya udereva. Na baada ya kuchezea mikong'oto, kulala sero na yote uliyopitia, kipi ambacho unafurahia sana kwenye kazi yako? Cha kwanza mimi nikiwa barabarani muda wote nafurahi kwa sababu naipenda karia yangu sana. Sana zaidi sana. Ni ukinikuta barabarani ni hamna kitu ninachopenda kama kuendesha gari. Bado nitapata changamoto, lakini huwezi kunikuta eti sijui nimegive up. Hautaki tena? Sitaki tena, hapana. Na kwa kitendo cha mkong'oto uliokula Kongo na bado ukapanda gari ukaendesha, kweli na bado naendesha na hata kesho na hapo, maana sasa hivi na gari inaishia Zambia. Na hata nikipata tena gari ya Kongo, kazi twende, tunaondoka. Ukomi wewe. Aishi. Ukomi wewe. Aishi mpaka aishi. Mama nakubali. Hiyo nimependa confidence yako. Katika safari ya mwanamke, kuna siku umewahi kutamani kuwa mama au kuja kuwa na familia yako, au wewe jioni uko ni wewe na gari lako tu? Mimi natamani mpaka kesho kuwa mama. Hauoni kwamba inaweza ikakuharibia karia yako? Hapana. Kwenye upande wa maisha yangu inabidi nifanye na ni lazima. Na kwenye upande wa kazi inabidi nifanye na ni lazima. Na vipi ukapata mume akakwambia sitaki kufanya kazi? Hapana, itabidi niache. Kwa hiyo utaki unataka kazi yako. Wewe umenipatia wapi? Si barabarani? Sasa unategemea utapika saa ngapi jamani ukiwa barabarani? Kuna kazi ambazo unaenda Kongo na unarudi chapa hata siku 30 ufikishi, siku 20 ufikishi. Na vipi ukichukua siku 100? Siku 100?
Au hizo 30 tuseme. Ukachukua mwezi mzima umeondoka. Cha kwanza kwangu hakuna formula. Kwa hiyo kwenda ni unajua kurudi majali. Ndio majali. Lolote linaweza likakukuta huko. Ushawahi kuibiwa mzigo? Mzigo sijawahi kuibiwa. Ila nakumbuka kipindi narudi washa kunifunguliaga na nilio kujaribu kukata sili ya container. Tabia yangu kutembea usiku. Na ukomi. Natembea. Sijui nilikuwa busy na nini, nikapunguza mwendo. Kupunguza mwendo nikana natembea speed 10-15. Yaani kuna kitu kama kilinipumbaza. Afu na nini? Yaani hata ukiniuliza nilikuwa nafanya nini sielewi na bado nilikuwa naangalia. Yaani nipo barabarani lakini kwa muda huo yaani kuna kitu nilikuwa kama nakiwaza yani haupo concentrate. Si yani kwa muda yani kwa dakika chache ni dakika 10-15. Ilipita gari ilinipigia honi, Afrika kaa upande wangu, mimi nikaongeza speed. Siku yani kama nilimoni yani speed yani kama nilikiweka kizala fulani hivi. Nikaachana naye mimi nikatembea. Lakini kumbe yeye alikuwa ana ujumbe anakupa. Akanifuata tena. Akanipigia tena honi. Mimi nikajua labda kipindi vile ninavyotembea kidogo kidogo na kwa sababu nilikuwa nishakaribia na boda ya Tunduma. Akaniambia, akanifuata tena ikabidi nishushe kioo. Nikamwambia faza vipi? Safi, mzima. Tena ni hapo alipokuwa anakuja nitaka nimwambie bwana kama unapita pita tu. Wewe kama ni overtake tu. Mimi kuna vitu vyangu viko sawa. Maana kwa muda ule nilikuwa najiona siko sawa. Lakini siko sawa kivipi? Yani sikujua ni siko sawa kwa sababu gani. Na ningetembea kwa spidi labda ningepata labda ajali nini hivi. Kwa nilikuwa najifikiria hivi kwa muda huo. Nikamwambia pita tu, mimi siko sawa. Akaniambia hamna. Wanafungua sili ya container yako. Kwa tembea. Ule muda sasa ndo nikaja ukagutuka ukarudi. Hapo ndo usiku. Kaanza sasa kuzichanganya. Sasa tena so speed 10-15. Kabidi nifuke paka 50-60 kwa ule muda. Mkimbie. Nitembee. Nimefika mbele. Nashuka hivi. Yaani ilikuwa ndio ishaanza kukata. Na wanakuwa wamesimamaje? Mimi mwenyewe hata sielewi. Yaani sikuelewa hadi kwa muda gani amepanda. No, wanakuwa juu ya container ili waweze kukuibia wewe. Yaani ukikaa hivi uone huko. Kwa nahisi wanakaga katikati. Pole sana. Kwa yani kaja kuangalia kwa ilikuwa hivyo. Nusu aniibie. Kama yule sio yule faza kuniambia bwana changanya mwendo, ilikuwa naibiwa mzigo. Na katika mizigo yako uliwahi kuibeba, mzigo gani hatari sana ushawahi kubeba? Kopa. Na kwa nini ulijiamini kuubeba? Na zile zinakujaga ni oda ya tajiri. Yaani kwamba unavopeleka mzigo ukiwa narudi tajiri anataka gari yake rudi na mzigo. Sasa uweze kumpangia bwana tajiri mimi na siwezi kubeba kopa kwa sababu naogopa. Hapana. Unabeba. Na japo ndio tunaambiwa kwamba mtu anakuambia mimi kuna watu wanaibaga kopa, kuna watu sijui hivi na hivi, bado hivi na hivi. Kwa nini nikajiambiaga mimi ni dereva. Na kauli yangu kwamba mimi ni dereva. Inabidi gari ilivyoenda irudi. Mungu na mimi tu anisimamie. Kutokana na umri wako na muonekano wako, favor gani unaipata sana ukiwa barabarani? Cha kwanza kwenye foleni au kai wanakuambia pita mtoto. Na wale madereva wa babe huo unawamuduje? Madereva wale ambao lazima unajua katika maisha kuna wale watu ambao wao wanajiona wao ni bora kuliko mtu mwingine. Sawa? Na wale ambao wanajiona wao ni bora kuliko wewe huo unawajibuje? Mimi naweza tu nikamfuata. Kaongea tu kwa sauti ya chini, kaambia baba naomba msaada, nataka nipite. Baba nina shida na kitu fulani. Yaani nakupa heshima yako. Kwa yani hata ile kule muda ambao unataka kulitolea lile neno unakuwa yani
Ushamkama. Nishakuwahi. Kwa ule muda nimekufuata na kuambia kabisa mzee, na ukitoka hapo ukinikuta sasa nina shida hapo na kupigia hadi magoti. Bwana 1 2 3. Nenda mwanangu. Nenda ndugu yako. Hivyo kwa kuta mtereremko kutokana tu na mwonekano na vile ni wa kike. Na hii kazi mara nyingi huwa wanafanya wanaume sana. Iliaminika kwamba ni kazi ya wanaume, lakini kwa wanawake sasa hivi mmeonekana mko kipaumbele. Una neno lipi kuambia msichana ambaye anatamani kuwa dereva lakini pia hofu za Kongo, kupigwa kama hivyo, una lipi la kumwambia? Hapo cha kwanza, hamna kazi isiyokuwa na changamoto. Kila kazi ina changamoto, na yeye anaweza akapata bahati akaenda labda Kongo asimtokea alionitokea mimi, akaenda salama akarudi salama, kila trip zote, unaelewa? Kwa licha tu unaweza kwamba sio Kongo, tunaweza ukapata kisanga hata Zambia. Sio Zambia tu, unaweza ukapata kisanga hata katika nchi yako mwenyewe hapa Tanzania. Lakini uwezekano ni mdogo. Uwezekano ni mdogo. Changamoto zipo. Kama ameamua kweli, ameweka ujasiri, ameweka nia, yani kwamba mimi ni dereva. Na mimi ni dereva na nitakuwa dereva mpaka pale malengo yangu atakaposema kwamba hapa inatosha, basi ajipe ujasiri. Barabarani ajali za kawaida zipo, ajali za kusababishiwa zipo, ajali hata ya kusababisha mwenyewe nayo hipo. Kwa ni kujipa tu moyo kwamba ajijue mimi ninaweza. Maana ukatishwa tamaa hapo sana sana. Naweza kukutana na mtu anakuambia, "Leseni yenyewe huyo kapewa na bwana yake nyumbani." Kuja tu babani kutusumbua. Leseni yenyewe, yani hata bosi wake yenyewe sijui kama ajili ya nini, kwa sababu wewe ni wa kike. Unaelewa? Hizo changamoto zipo. Wengine wanaweza kukudharau kabisa. Ani hata kurudi nyuma hawezi. Mpeni hata wewe gari, hata kurudi nyuma yenyewe hawezi. Unajikuta mtu unajua hata kuendesha gari, lakini maneno ya mtu yanakuvunja tamaa. Unaenda unapanda kwenye gari pale, unaharibu. Unaweza kukukuta. Ushawahi kusahau kuweka gia. Hiyo ushawahi kunikuta kutokana na maneno ya watu. Mtu anakuambia hivi, unajikuta sasa mtu anakata tamaa, lakini mimi unaweza kanikatisha hapa tamaa, nikipanda kwenye gari mimi ni dereva. Wewe nikatisha tamaa, lakini mimi najua nafanya nini. Na nataka nini kwa mdomo. Kwa nachosi sana wanawake wenzangu, mabinti wanaokuja, hii kalia ni nzuri, wasiogope. Sawa, ndio tumeingilia kwenye kalia ya watu. Maana hii kalia ni watoto wa kiume. Hamna haijanchi kwa mahali kikubwa sasa mpa inasoma. Hiyo wote tutakutana huko. Ni kazi ya watoto wa kiume. Maana ukiwa dereva kike kwenye gari, kila mtu anakushangaa. Mbona ni wa kike? Yaani kama maajabu. Ni maajabu. Na mnapendeza sana mkiwa barabarani. Mimi nimeona wanawake wengi sana barabarani. Mnapendeza. Na vipi kuhusiana na migongo, kuumwa? Ni kweli magari ya Kichina haya yanasababisha kuumwa? Mnaumwa kweli? Migongo inauma. Zile ni spiringi mama. Inauma kweli? Lakini mbona muache? Mbona muache? Hatuachi kwa sababu ile ni kazi. Sasa huwezi kuacha kazi kwamba eti kisa mgongo unauma, utanunua dawa, utakunywa, utaendesha. Na gari ya Kichina ukiendesha kwa adabu, na yenyewe na kufanyaje, inakuheshimu. Inakuheshimu. Ila sema sasa ndio vile madereva tunakuwa gani kwamba mimi nishajipangia natembea kilomita 300 na lazima nisitimize, lazima mgongo kuume. Wewe ukiwasha gari unahakikisha umetembea kilomita ngapi kwa siku? Kwa siku? Au unaenda Kahama kwa siku moja? Inategemea. Mwendo Kibati. Hamna somo ndo Kibati. Inategemea na sasa na mimi mwenyewe nilivyojipangia. Kwa mfano nimejipangia nikitoka hapa naenda kulala tuseme Lwambuyuni. Mimi lazima nitoboe. Shajiambia yani natoka hapa mjini leo.
yani hapa gari nenda kuzima lwa mguu. Mwendo kibati unatia tu unatembea. Na mnafanya mazoezi yoyote kwa ajili ya kuweza kuhimili ile kupanga gia, kupanda kushuka mpaka uvunje gia zote 12? Yani mimi kwa mimi hapa mimi naona gani zile zenye tukutia gia leo ni mazoezi. Na mumu yupo. Amna. Simple kabisa. Ni kawaida. Ukizoea ni vitu vya kawaida. Ni vitu vya kawaida kabisa. Mimi najua ni mbaya. Ndugu zangu, sio kwa upande wewe. Ukizoea ni vitu vya kawaida, lakini ukiwa ndo ile day one ndo vile. Sasa unamtoa mtu ana mashine kali, ana Scania. Unamleta kwenye FAO, vunja mgongo. Jamani. Kilomita zake 100 tu, akitoka hapo anatembea kwa kuinama. Jamani wewe, sio vizuri. Sio vizuri kwa kandia nje. Lakini unasema magari ya FAO ni mazuri. Unatembea tena nikivunja mgongo. Kwa sababu unatakiwa na discipline. Hata ukiwa unaendesha FAO, unatembea kilomita zako kadhaa, unapumzika. Unatulia. Unapumzika, unakunywa maji, unafanya mazoezi, inama inuka, umekaa zako kama lisali moja au nusu saa, unapumzika. Lakini kwa hiyo kisheria kibarabarani, katika upande wa barabarani usiku, umesema unapenda sana kutembea usiku. Uwaga watu wanasema sijui kuna vimbwanga ambavyo vinatokea barabarani. Ushikutana nayo? Hiyo nishakutana nayo. Wapi huko? Nilikuwa naelekea boda ya Rwanda, sehemu moja inaitwa Nyakanasi. Siku yangu nimepata daiwaka. Kipisi na kipele cha tipa, ilikuwa tipa mchanga FAO. 360. Naipeleka HP, naipeleka boda Rwanda pale, ilikuwa ni IT. Nikaambiwa kuna gari peleke sehemu fulani. Kaambia sawa. Wakaniuliza unatembea kama saa ngapi kutoka hapa kuleta jili? Kaambia si nenda Rwanda tu hapo tu chapu kwa haraka. Na hapo sije kwenda, namwambia chapu tu. Kama kaida yangu napiga watu wangu ambao wanaenda wananielekeza. Kapiga rafiki yangu akaniambia wewe tembea tu. Kifika sehemu niambie. Kaambia poa. Mimi nikaanza kutembea. Sasa siku nakumbuka ilikuwa Alhamisi. 12 hivi nikajiambia sijui nilale. Bwana mimi namalizia kipande kilichobaki ni kidogo sana. Maki nimempigia simu akaniambia kilomita zilizobaki hapo ni kidogo. Wewe tembea. Nikamwambia poa. Mimi nikaanza kutembea. Tembea naye. Saa 1, saa 2 naitafuta Nyakanasi. Saa 3, saa 4, saa 5 naingia kwenye kile kipoli cha Nyakanasi pale. Nakutana kuna mbibi anatoka sasa upande wa huku kwa kwangu, anakuja hivi kushoto kwangu. Anavuka barabara. Ikabidi nisimame yake yaani nakaribia ndo namuona naye anaingia. Mbele yangu hamna gari, nyuma hamna anakuja gari. Na gari zilikuwa kama 4 tunazipeleka kule. Wenzangu wawili walikuwa wako nyuma sana. Mwashawaacha. Mmoja yuko mbele. Kanizidi kama kilomita 10. Kabidi mimi nisimame. Kusimama kulikuwa kuna mtu kushoto kwangu hivi. Alikuwa amelala. Ambaye ni sani boy wako? No. Alikuwa tu ni mtu yani kama abiria fulani yupo tu pale. Amekaa, aliniomba lift. Ni mama tu mtu mzima aliniomba lift, nikamwambia kaa. Twende. Tumekaa hivi. Sasa ndo namsikiliza yule mama apite pale. Maana alikuwa ni mtu mzima, ni mbibi yani. Yaani ameshikilia kitu hivi. Yaani kama mtoto sio mtoto. Huku juu yuko wazi. Ila huku chini ndo kavaa kaniki nyeusi. Na huko mwacha pite. Nikamwacha pite, nikamwashia full kwanza. Kana muangalia. Na simuelewi, macho yake yako chini, anapita sasa ndo. Sio kwamba apite hivi katisha katikati, yani kwamba anakuja upande wangu kabisa. Alafu anabana
kwenye gari yangu yani hivi. Yani kama yani kama unajua ile mtu anakuna hivi. Lakini sasa yani ndo anakatisha yani hivi. Shwa shwa shwa. Yani kama yani mtu anaeka ni nisimuone. Sasa hapa mbele yangu mimi kuna kioo, kuna vioo vinakuwepo pale. Kwa nakuwa namwangalia hivi. Pita. Yule mama namwangalia naye tumekaa hivi. Yule mama alijikunyata. Anaogopa. Mimi nimekaa ni mimi mtoto mdogo na kasa ndo namwangalia na natetemeka mtu mzima sasa ndo kajikunyata kabisa. Hataki kushuhudia. Anapita. Mimi namwangalia kabisa hadi wewe sitimila kule. Alivyoipita tu ile ukuta gari yangu ya kwanza hivi. Alivyokuja kwenye mlango wa Tanboy pale ndo sikumuonea hapo. Nikabidi nitembee. Na ukapata ujasiri wa kuendelea? Nikaendelea. Nasema wewe ndugu yangu wewe ni jasiri. Kwa sababu najuaga watu wengi yani ukiachana tu na story na mimi mwenyewe kuona watu wengi tunakwambia vimbwanga vipo barabarani. Vipo. Ila sasa ndo mpaka vikutokee. Na vipi kuhusiana na uchawi wa kurogana kupata kazi? Kurogana kupata kazi? Hiyo sasa ndio sijai kuona na mimi mwenyewe sijaifanya. Hujai kukutana nayo? Kurogana ndio sijaiona hiyo. Okay, mimi nipende kukushukuru sana. Na kwa kumalizia naomba nikuulize kama maswali 10 hivi haraka. Nijibu bila kufikiria. Kwa haraka sana. Swali la kwanza. Katika utachagua. Sawa. Yaani multiple choice unafanya kuchagua. Kati ya baba na mama utachagua nani? Mimi. Nakushawisha hapa. Babangu. Jamani. Wallahi. Tunaimba nani kama mama lakini? Babangu mimi wa kwanza. Sawa. Pesa na amani? Pesa na amani? Amani cha kwanza. Pesa inatafutwa muda wote. Niambia pesa kila kitu. Lakini inatafutwa. Umaarufu na heshima? Heshima. Kulala nyumbani au safari ya mwezi mzima? Safari ya mwezi mzima. Haupataki tena nyumbani? Nyumbani upataki? Sasa nitakaa nyumbani bila hela. Hizi hela zitakuja kuwatoa roho ndugu zangu. Kuanza upya au kuendelea ulipo? Bora kuanza upya. Kana kuendelea nilipo. Kwamba ulipo ni pabaya kiasi gani? Unaweza ukaa pabaya mara nyingi. Sehemu ulipo unaweza ukaa ni pabaya. Bora uanze upya. Unaweza ukarekebisha makosa yako. Umenigusa kidogo yani bado sijaelewa. Kwa nini usitaki kuendelea ulipo ili kuzidi kuwa mkubwa? Na sasa inategemeana. Na nini unakiona kwenye kuanza upya? Kwenye kuanza upya naweza nikarekebisha makosa yangu. Mkongoto utakuwa tayari ushaula lakini. Sawa. Naweza nikarekebisha makosa yangu kwa sababu labda pale ambapo siwezi jua, labda pale nilipopigwa kuna sehemu nilikosea. Kwa pale ndio unapotamani kuparekebisha. Naweza nikarekebisha, labda ningepata nafasi labda nikarekebisha. Au naweza nikarekebisha ninavyoenda tena Kongo, najua kabisa hapa nina 1 2 3 nataka nirekebisha. Lakini nikisema niendelee nilipo, kwamba mimi sitojua kama nina makosa mbele ya safari. Ndio. Yaani kwa mimi ninapoenda mimi najua mimi ni dereva. Siwezi kurekebisha chochote. Bora kuanza upya kuliko. Sawa. Nimekubaliana na wewe. Na kwa kumalizia. Swali la mwisho. Unamwona Melissa wapi miaka 5 au 3 mbele? Kwa ninavyojiona mimi miaka 3 mbele, nitakuwa ni binti fulani hivi ambaye sitokuwa tena yule dereva ambaye yani sijui niliwekaje hapo. Tunakusikiliza. Yani 3 mingi 2 nipunguze. Okay, sawa. Miaka 2 ya mbele yangu Mungu akinipa uzima, sio, nitakuwa tena yule dereva mtoto ambaye amemzoea.
nahisi kuna vitu vingi nitavibadilisha. Vingi. Cha kwanza gari yangu. Maana nina dream ya kumwendesha rais. Ndoto kubwa. Yaani ndio ndoto yangu kubwa. Ukiachana na rais, hata mbunge, mradi niwe serikalini. Yaani una ndoto ya kuja kufanya kazi serikalini? Nina ndoto ya kumwendesha mbunge au waziri yoyote hapa. Inshallah Mungu ufanye. Kwa mwaka Mungu anibless nikimaliza salama. Mwakani katikati hizo process tunaanza. Na sitokuwa tena hapa nilipokuwa mimi. Nitakuwa tena Selina baadaye. Yaani Selina yule ambaye nina vitu vya kupanga, yani vya kufanya vingi. Maana ndo nitakuwa mfanya biashara wa kwanza na dereva wa kwanza wa kike mwenye kumiliki spare za magari Tanzania nzima. Ndoto kubwa. Mwili mdogo, ndoto kubwa. Kama mlipokuwa Samuel Auto. Kama tulivyokuwa Samuel Automotive, unataka kujiona? Nataka kujiona huko kwenye Samuel Auto. Karibu sana na asante sana. Kwa kumalizia, una lipi la kutuambia? Nawashukuru kwanza, mmenipa kipaumbele cha kwanza kama dereva wa kike, mmeniheshimisha. Yaani sijui nisemeje. Usiseme ukamaliza. Napenda pia. Tunashukuru sisi, asante kwa kuja. Na tuseme tutazidi kukuhitaji kama dereva wa kike mdogo zaidi. Kati ya malori ya Kichina, gari gani unalipenda sana? Ho. Safari ndefu zaidi kuwahi kufanya ilikuwa ni ya wapi? Safari ndefu hizi ni ya Kongo tu. Kongo manake Kenya sio mbali, Rwanda sio mbali. Hiyo ndio unavuka tu nchi moja basi. Ila Kongo lazima uitafute Zambia, ndio ufuate Kongo. Nipe maneno matatu ambayo yanaeleza wewe ni dereva bora. Mimi ni tatu tu. Mimi ni dereva bora. Nipe maneno matatu yanayokuelezea wewe kama dereva bora. Cha kwanza, dereva bora anatakiwa kama mimi nijielezee mimi. Kwa maneno matatu. Cha kwanza najituma, kujituma. Inaanza kwanza kujitambua. Huwezi kujituma bila kujitambua. Na umejitambua ukiwa mdogo sana. Mimi nikijiangalia kwenye umri wako nilipokuwa mimi. Najitambua, kujitambua inaingia na kwenye akili hapo hapo. Kujitambua lazima uwe na akili. Cha kwanza na akili afu ujitambue. Pili, na struggle sana, napambana. Unapambana. Ndiye anaitokea dereva mtoto. Ndio anatokea dereva. Kuna mdau anakuuliza, anaitwa Salha. Anatamani na yeye kuwa dereva lakini anakatishwa tamaa. Anauliza ulikaa kwenye Utan Girl kwa muda gani? Mimi nimekuwa na magari. Baba yake alikuwa dereva na yeye ndiye alikuwa Utan Girl wa baba yake. Kuanzia akiwa na umri wa miaka mingapi? Nimeanza kwenye darasa la 4 na sijui kwa nini. Nimekuwa sana. Kwa kila likizo mimi. Kwa hiyo kwenye Utan Boy ulilelewa vizuri, ukugombezwa wala huku. Hata una nini kumwambia kama mtu kama Salha? Ila japo nilipitia changamoto, kuna sentemu mzee ali stop. Kwa inabidi nijitafute wewe mwenyewe. Lakini haikuwa ngumu. Changamoto naanza kwenye utandegeli. Unashuru nyenefu ndio narudi kutoka. Ndo kazi umefukuzwa. Hamna, kuna madereva wengine. Sio wote, kuna baadhi ya madereva wanapenda ngono kuliko kazi. Kuna dereva ambaye nilikuwa naye. Unajua niseme mimi ni mtu sio kujiamulia mambo. Nimeona hapo kuna mmoja ameniambia yani dereva mtoto anapenda kujiamulia mambo sana. Mimi ni mtu akole kujiamulia mambo. Kuna kipindi nilikopo sio mpaka mtu anifuate. Mimi ile tabia ni kwamba naanza mimi. Nikishindwa ndo
nimeshindwa. Yaani kwamba nilikuwa na tabia natoka naenda bandarini kule, nakaa naangalia gari zinazoingia kupakia, nasoma pale chini transit, namfuata, naomba gari, salamu, namsalimia vizuri, vipi, fresh sana, naambia naomba kazi, natatigeli, kinikatalia basi ungoji fursa ikufuate, ngoji fursa, unangoja uiendee. Kwa nikapataga gari hiyo kwa kampuni ya Mkwawa. Awe kaka alinichuti vizuri mpaka kesho tunawasiliana. Kuna kampuni nyingine sasa, yule akawa amestop anaumwa, nikapata kampuni nyingine. Sitaki kuitaja. Yule dereva alinifanyaga vibaya na nikasemaga nikamwekeaga na nikamwambia nikishaki kuja kumuona akiwa live. Vitakapojili utajua. Msamehe tu bure. Msamehe tu bure. Tie moyo sawa kwamba anaweza. Au hajaleta mgelo wako. Anaweza atapambana. Ni kampuni nilokuwa nayo sasa hivi. Kuna kampuni zingine haziruhusi kutembea na mtu. Okay. Kwa hiyo ile kampuni nilokuwa mimi haziruhusi kutembea na mtu. Ndio maana hata gari nilokuwa nayo sasa hivi hatujajiwekea ile tabia kwamba kujiblandi, kuweka blandi yako pale. Kwa kadiri kwa mtu atusini kuchora au chore. Gari inatakiwa iwe smart. Igende iwe smart. Watu wanakuambia Kiislamu. Hiyo ikae Kiislamu. Yaani kwamba hata dini uruhusi kuweka chochote, yaani kwamba gari lilipokuja ndio hivyo hivyo kama kabati la chips. Kama nilivyoona samea. Gari ndio kama kabati la chips. Kufikia hapa niseme tumefika tamati kwa siku ya leo, ila mwisho wa leo ni mwanzo wa kipindi kingine. Utajiuliza atakayefuata ni nani, lakini tutaenda bumper to bumper. Mwezi huu tumesema tunakufa na madereva, watuambie pale na sisi tuje kuwa madereva. Nichukue fursa hii kusema asante kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na hii ilikuwa ni Samuel Podcast ambayo tumezaminiwa na Samuel Automotive ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa spare parts za malori ya Kichina na pia ni waagizaji wa malori ya Kichina. Tunapatikana Tabata Matumbi, Nelson Mandela Road, au unaweza kutupigia kwa simu namba 0752 Tunakwambia Samuel Automotive ni tiba ya gari yako. Melissa, niseme asante tena. Asante. Napenda. Welcome to Samuel Automotives.